maisha, utu utabaki pale pale. Tumeelewana? Lakini unakuta kuna mama mnagombana majumbani kwenu na wababa. Unaogopa unafanywa ukatili mpaka mnauawa. Lakini mtu huji kutoa taarifa. Tunaombeni muwe mnakuja kutoa taarifa, msiogope. Msiogope kabisa. Sasa hivi ni uhuru. Sijui mnanielewa mama. Mtu unakaa, unaenda kwa mzazi unamwambia baba, mimi kule nilikoolewa kuna shida. Napata shida kwenye ndoa yangu. Mzazi anakuambia rudi. Lakini siku limekuta la kufa unasema, mzazi anaweza kusema mwanangu alikuwa akifanya nini? Hakiniambia. Lakini lingine tuna tabia wa mama, tunabeba vyombo vya wababa. Baba kaenda kazini, wewe unabeba. Eti nilikuja navyo. Mimi nataka niwaambie mwanamke anayeondoka bila chombo cha mume huwa anapata maisha kuliko alionayo. Sijui mnanielewa? Mwanamke anakaa na kanga moja, kuanzia ameolewa mpaka kuzeeka kwake, hajanunua hata kitenge hata kipande. Eti amekalia kwenye ndoa, mimi nimo kwenye ndoa. Shida zinakukuta kwenye ndoa unavumilia. Njoo tukutatulie ndoa ukae kwenye mstari. Sijui mnanielewa? Alafu mna tabia moja akina mama tumekuwa na tabia, mimi ni mwanamke mwenzenu. Tabia iliyopo ni kwamba unapogombana na baba tunafanya watoto ukatili. Mtoto anapigwa, mtoto ananyimwa chakula, mtoto ananyimwa uniformu, mtoto anafanya nini? Kwa sababu eti upatani na baba yake. Kwani nani ambaye hajui baba aliumbwa kwa sababu gani? Sisi wa mama tumeumbiwa kwamba ni mapambo ya nini? Lakini ni mapambo kweli kwa sasa hivi? Kawe pambo uone kinachokutokea. Si useme mimi ni pambo, uone kinachokupambisha. Tubuni maisha ya kuishi sisi. Tubuni maisha. Kuna mama fulani mimi na waifazi walikuwa wanasema, yani sisi wallahi mimi siwezi nikaenda kufanya kazi kwa mtu wallahi. Lakini je, si unauza sabuni? Swada. Mimi mume wangu hataki nitoke unakopesha sabuni. Mimi nasema kwa mama tukae katika hali wanaume